Ni familia ambazo zimetajwa kuwa katika uhasama katika Jamhuri ya Kenya kwa takriban zaidi ya miongo mitano hivi. Familia ya Kenyatta na Odinga. Kwa sasa imajuzi ikawa ni vita dhidi ya Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Odinga, hata ingawa waliweza kusitisha tofauti zao na kuweza kuweka uhasama wao kando na kuamua kufanya kazi pamoja. Lakini familia ya The Oginga Odinga na familia ya Jomo Kenyatta zimeishi katika uhasama huu kwa miaka na mikaka. Je, uhasama huu ulianza wapi? Kita kambi kaa kitako nikupe uhondo. Siasa za Kenya zimeegemea familia za Jaramogi Oginga Odinga na Mzee Jomo Kenyatta, mashujaa wawili wa vita vya ukombozi, ambao miaka miwili baada ya uhuru walitofautiana na kuwa mahasama wakuu wa kisiasa nchini Kenya. Wawili hao walipanda mbegu za uandui wa kikabila kwa kugonganisha makabila mawili makuu nchini Kenya, kabila la Kikuyu na Jaluo. Tangu hapo, siasa za Kenya zimekuwa zikikita katika uadui huo, huku makabila mengine yakiunga mkono moja ya jamii hizi ama nyingine, jambo ambalo limekuwa likigawanya nchi katika mirengo miwili mikubwa ya kisiasa. Uadui huo ulishika makali mwaka 2013 wakati mtoto wa Bwana Oginga Odinga, Raila Odinga, na mwenzake wa Mzee Jomo Kenyatta, Uhuru Kenyatta, walipokabiliana kwenye uchaguzi mkuu na Rais Uhuru akashinda. Hili liligawanya nchi na hayo yakarudiwa mwaka jana. Hali ilichukua mkondo hatari wakati Raila Odinga na wafuasi wake walipokataa matokeo ya ushindi wa William Ruto na wakakwenda mahakamani na pia kuwasuta wafuasi wake kukita kambi na kujitosa katika jiji kuu la Nairobi na majiji mengine katika Jamhuri ya Kenya kuweza kuandamana ndipo kurejeshewa ushindi wake. Baba wa wawili hao walikutana mapema miaka ya 50. Wakati huo Bwana Oginga Odinga akiwa mfanyabiashara mashuhuri kutokea eneo la Nyanza, na ni Mzee Jomo Kenyatta aliyemshawishi kujiunga na siasa. Baadaye alimsaidia Kenyatta kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kenya na kisha rais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 1963. Hata hivyo, tofauti zao zilianza wakati Bwana Oginga Odinga alipoanza kukumbatia usoshalisti, jambo ambalo alikumfurahisha Mzee Jomo Kenyatta na nchi za Uingereza na Marekani zilizounga mfumo wa utawala wa mabeberu na ubepari wakati ule. Kulingana na ripoti za shirika la ujasusi la Amerika, Bwana Oginga alianza kununua silaha kutoka Urusi na China kwa lengo la kupindua serikali ya Mzee Kenyatta. Akiungwa na Urusi na China, Oginga alianza kukosoa serikali ya Mzee Kenyatta. Mnamo mwaka 1966, 1966, alijiuzulu kama makamu wa rais na waziri wa masuala ya ndani na akaanza kukosoa vikali serikali ya Mzee Kenyatta. Mnamo Oktoba tarehe 25 mwaka 1969, Mzee Kenyatta alienda Kisumu kufungua hospitali iliyofahamika kama Russia Hospital, sasa hospitali ya eneo la Nyanza, ambapo wafuasi wa Jaramogi Oginga Odinga walimshambulia na kushambulia msafara wake. Mwaka huo Bwana Oginga na washirika wake walitupwa kizuizini na chama chake cha Kenya People's Union kikapigwa marufuku. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1974, 1974,
Bwana Oginga aliamua kugombea kiti cha eneo bunge la Bondo, lakini hakuruhusiwa. Kenyatta hakuwa akimwamini. Walikutana tena katika serikali ya muungano chini ya Rais Mwai Kibaki mwaka 2007, Raila akiwa waziri mkuu naye Uhuru akiwa naibu wake. Walishindana kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2013 ambapo Uhuru alimshinda Raila na historia ikajirudia mwaka 2017. Mpaka wa sasa uhasama huu umekita kambi nchini Kenya na kuna uhasama na uadui mkubwa baina ya kabila mbili, Wakikuyu na Wajaluo. Wajaluo wakidai ya kwamba Wakikuyu wameweza kuiongoza nchi kwa miongo mingi, wakiwa pamoja na kabila la Wakalenjin ambalo ni kabila ambalo limemtoa rais wa sasa wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto. Hicho ndicho chanzo cha uhasama wa familia hizi mbili, Kenyatta na the Oginga. Je, maoni yako ni yapi? Ikiwa ni The FM Show na mimi Kada ya Kirinyaga, achia maoni yako kwenye comment section.